hizi level kama ni mtoto tu mdogo wa kawaida hivyo huwezi kuelewa. Ni mpaka huo umesafiri sana, umepata exposure ndio unaweza kuelewa classic ambayo tumedhamiria. Alikuwa pressure lile ni mchezaji mmoja. Ilikuwa pressure aina gani kwako kwenye? Sikuwa na pressure yote. Kwa sababu mambo nilifanya sana. Unajua kipindi nasoma huko wapi wanangu wanajua mimi ndio kwa michongo yangu. Sema sasa haya mambo yana wakati. Umeelewa? Haya mambo yana wakati. Sio kwamba umefika tu na wewe utaratibu uelewi nawe una force wakati wako. Wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Kwa hiyo nilikuwa na wait wakati sahihi uje na ndio umekuja wakati huu nimefanya jambo langu. Tamasha limekuwa la aina gani? Tamasha limekuwa tamu. Vibe kutoka mwanzo mpaka mwisho. Yaani wanayanga waliokuja leo wameniheshimisha sana. Kila mtu alikuwa anatuma message sasa, jamani wanayanga wapoi. Tamasha limechangamka kwa sababu wasanii walikuwa wanawapokea vizuri. DJ yule Alibi ni mtu hatari nyinyi. Yule Alibi ni mtu hatari. Kwa hiyo ma DJs wote kina Mami ndio wameua sana, yani wamefanya katika level ambayo hawajawahi kufanya. Kile ambacho walituambia mwaka huu tunakwenda kuboresha, wameboresha kweli. Wasanii ambao tumewachukua ni wasanii ambao mara nyingi hawaonekani kwenye majukwaa. Ukiangalia Tukuyu Band nafanya vizuri sasa hivi. Tukawachukua wamekuja hapa wa experience matamasha haya. Tumeenda kwenye upande wa Bongo Flava tukachukua wenzetu wa Bongo Flava ile ya Millennium ambayo sasa hivi wanafanya vizuri na sisi tukawapa platform waje watumie jukwaa hili pia kuonyesha kipaji chao. Lakini pia nimewekeza nguvu pia kama umeona kwenye Singeli. Mwaka huu nimejaribu kuangalia wasanii tofauti pia wa Singeli tuwape nafasi. Tuna wasanii wengi wa Singeli na niwaambie wasanii wote wa Yanga ambao wanawish kuperform. Haya mambo yanakwenda kwa wakati. Ndio mwaka jana uliperform wewe ilikuwa riziki yako, mwaka huu ni riziki ya mtu mwingine. Leo kaperform kwa mara ya kwanza hapa Tifa Voice. Hamjawahi kumuona lakini kaingia leo kaua. Maana yake tumemjengea confidence, tumekuza career yake, anakwenda mbali. Mbwido kaperform leo, Kidensa kaperform leo. Ni wasanii wapi wa Singeli ambao wanafanya vizuri katika mazingira mengine, lakini leo tumwa-expose kwenye jukwaa kubwa, millions of people wamewatazama na tunaupush muziki wa Singeli upande thamani. Kama mtu ameaminiwa hapa kwenye Yanga Day na ameburudisha zaidi ya watu 20,000 hapa, maana yake mtu sasa hivi ukimfuata kwenye show ya kawaida thamani yake itakuwa imepanda. Kwa hiyo nashukuru sana wasanii wote waliokuja, wametuheshimisha, lakini wana Yanga saluti kwenu wanangu. Ilikuwa ni tamasha ambalo inawezekana mlikuwa mmefanya counseling tofauti na mlizungumza na wasanii. Niambie kwa Dudu Baya mlisisitiza nini? Dudu Baya nataka nikwambie. Dudu Baya siku ya kwanza na ninakutana naye. Nilimuona ana trend kwenye social media. Kabla hata haja perform kwenye miaka 30 ile ya pale Mlimani. Mimi nilifanya naye meeting before. Nikamwambia mzee, content zako zinatembea sana sasa hivi kwenye social media. Lakini wewe ni mwanamuziki, mimi nina best platform ambayo inaweza kurudisha katika wakati sahihi. Lakini nimshukuru pia rais wa Yanga. Engineer pamoja na kwamba status yake, lakini anaelewa mawazo ya vijana. Yaani mara zote yupo kwa ajili ya kusupport mawazo ya vijana. Kwa hiyo nimwambia bwana tuna idea Dudu Baya, akaipokea kwa mikono miwili na yeye akatoa idea zake na tukamwambia Dudu Baya uliperform pale Mlimani, si ndio? Yakatokea kutokea. Ukiharibu na leo hapa maana yake sio unaharibia Yanga. Unaharibu wewe safari yako ya kutokuperform tena, kutokualikwa tena. Kwa hiyo tulimwambia weka akili yako vizuri, fikiria tamasha la Yanga. Kama mnagundua jana alimba nyimbo moja tu Mwanza. Akili yake aliweka hapa. Na amekuja leo wananchi wamempokea vizuri na akaua. Kapiga tamasha zuri Dudu Baya. Kesho nitakwenda kuipost ile performance yake. Bonga moja la show kapiga Dudu Baya. Na hajaingiza mambo yake. Kapiga vizuri, ametulia. Kwa maana yake sasa hivi wadau, promoters wataendelea kumpa kazi Dudu Baya kwa alichokifanya. Licha ya performance nzuri ambayo imefanyika, lakini tunaona viongozi wenu labda wakitoa shukrani wakizungumza na mashabiki kama viongozi wengine wanaofanya. Kwa sababu gani tunaona hasa kia tamasha la mpango kazi wake. Sisi wanataka tumalize mapema ili timu kesho inasafiri kuelekea Zanzibar. Kwa hiyo tumepunguza vitu vingi sana. Hawa viongozi wana sehemu zao za kuzungumza, watakwenda kuzungumza. Wala hakuna shida. Lakini leo tulikuwa tume-aim tutoe mambo ya hotuba, tuwekeze kwenye burudani. Watu wanaokuja wapate burudani. Sio kwamba alikuwa nini, hapana. Tunataka tupunguze hotuba, tufupishe tamasha na watu wapate burudani kwa 100%. Viongozi wetu hao unawaona. Hawa viongozi unawaona. Hawa ni viongozi walionyooka, si ndio? Kwa hiyo swala wao kutokuzungumza hapa wote sio issue. Yaani sio issue kabisa kwa sababu anajua
ni eneo la burudani na burudani imekuwa kubwa. Hili sio jukwaa la kutumia kufanya siasa, kufanya propaganda zako, kufanya nini, hapana. Wao wanajua kwamba mambo yote yanaandaliwa huko, hapa inakuja burudani na burudani inapatikana kweli. Kulikuwa na matarajio mengi juu ya kitu namba 6, jezi namba 6. Yeah. Ilibeba nini na kuonekana chochote zaidi ya wewe? Leo tarehe ngapi? Tarehe 9. Bisha usajili nafungwa tarehe ngapi? 15. Si ndio? Bado siku 6. Manta hofu kaka. Tafsiri yake ni kwamba usajili bado haujaisha. Usajili wa Yanga bado haujaisha. Bado haujaisha kuelekea Zanzibar. Tunaondoka kesho saa 6 mchana hapa Dar es Salaam, tunaelekea Zanzibar kwa njia ya boti. Kwa hiyo tunawalika bandarini pale. Wanangu nakuja vizuri, libe tano. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam.